Ng'ombe na kuonepa kwenye mihangaiko. Ndio, napambana. Sawa, sasa naomba hii taarifa umpelekee mkuu. Taarifa gani hiyo tena? Hazina tulikuwa tunaitafuta kwa sasa ipo kwa mtaalamu. Hivyo basi, naomba taarifa hii umpelekee mkuu. Sawa, itafika. Ifike kwa wakati. Sawa. Yaani mimi mwanzo nimeota ndoto mbaya. Ndoto gani kwa Zainabu? Wewe acha tu. Yaani ndoto yenyewe hata sielewi, ila tu ni ndoto mbaya. Sasa usome ndoto gani? Najua hata mimi mwenzio, yaani nimeota tu, yaani ni kama wachawi wanamchukua chifu. Wewe kaje? Ndio hivyo tu, sikuelewa. Baada ya hapo nikakurupuka, basi ikawa nimeishia hapo hiyo ndoto. Ndoto na wewe tu hizo bwana. Wewe, kuna vitu usichukulie simple. Yaani nimeota kabisa, yaani serious kabisa. Amna bwana, itakuwa ndoto hiyo. Mzizima ni hatari. Mzizima ni ukimya. Ngadu. Heshimiwe. Hapo naomba mniachie nafasi nioge. Sawa. Mzizima ni hatari. Mzizima ni ukimya. Imaya ya Ngadu inapitia Mzizima. Imaya ya Ngadu inapitia ukimya. Imaya ya Ngadu inapitia Mzizima. Imaya ya Ngadu inapitia ukimya. Ngadu. Heshimiwa. Lazaki mdogo wangu. Nimekutafuta sana kwa sababu kuna kazi nilikuwa nataka nikupe. Kazi gani tena? Kwanza umetoka wapi sasa hivi jua lote hili? Umetokea hapo kuoga. Hapo mtoni. Umetoka mtoni? Na vipi huko mtoni? Haujakutana na watu wa aina yoyote hiyo? Kutana na mtu yoyote. Kwani vipi? Hakuna shida. Mimi natoka mara moja. Nenda hapo ndani, kuna kazi utaikuta, utaimalizia. Karibuni. Asante mtaalamu. Haya. Leteni taarifa za huko. Chifu anakuhitaji. Sawa. Nendeni. Mwambieni nakuja. Sawa. 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 Sawa mtaalamu, sisi tunaenda. Mnaweza mkaenda. Tunaenda. Sawa. Sasa hivi inabidi niende kwa Magembe sasa hivi. Nikachukua ile hazina ili tukaweze kumtibia chifu. Maana naona muda wa kupona umefika. Sasa mdogo wangu Lazaki. Mimi nimekuita hapa kwa sababu ya vitu ambavyo nahitaji kukwambia.
Vitu gani hivyo? Unajua kwenye hii himaya ya Ngadu mambo mengi yamekuwa yakifanyika. Mambo gani? Hususa ni mambo ambayo yapo katika himaya yetu na anayoyafanya ni chifu. Mambo gani ambayo anafanya chifu? Pale kwa chifu kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikiendelea na sisi tumekuwa tuvielewi kama wanaimaya. Sasa inaonekana kuna mzizima mkubwa sana katika himaya yetu. Mzizima umekuwa ukiendelea sana katika himaya yetu. Na chifu amekuwa hawezi kuyafuatilia hayo mambo yanayoendelea. Sasa hali hii inaweza ikapelekea ubaya mkubwa sana kwenye himaya. Ninayohitaji kukwambia na kukuasa. Mkaka, kwanza tuishie hapo. Hivi kwanza mzizima ndo nini? Unahitaji kujua maana ya mzizima. Mzizima ni ukimya ambao unaendelea kwenye himaya. Ndio maana hata baadhi ya vitu vinavyoendelea kwenye himaya vikitokea, chifu haviiti kuvitangaza wala kusema jambo lolote. Mfano mdogo. Hazina ya himaya imepotea. Na mpaka sasa haijulikani iko wapi. Na wanahimaya hatujapata hiyo taarifa. Na chifu yupo ameshindwa hata kuitisha mkutano kutuambia wanahimaya hazina imepotea inapaswa kutafutwa. Kwa huo mzizima unavyoendelea, mwisho wa siku tutakuja kushtuka himaya hii imetekwa au imeuzwa. Kwa hiyo hayo mambo yanavyozidi kuendelea kwa chifu itapelekea hata na sisi kupata maisha magumu sana kwenye himaya yetu. Ninachohitaji kukusii na kukuasa, hakikisha unafuata yale ninayokuambia. Usije ukafuata vitu vingine ambavyo unavisikia huko. Ila zingatia haya ambayo kaka yako nakwambia hapa nyumbani. Sawa mdogo wangu Lazaki? Yaani mbona chifu anaonekana ni mtu mwema sana? Yaani ajana hajafanya kitu chochote kibaya. Wewe mbona unamsemea kwa mabaya hivyo? Unaweza ukasema kweli hivyo mdogo wangu, lakini wewe bado hujajua vitu vingi. Mimi natambua vitu vingi ndani ya himaya yetu. Kwa sababu toka himaya hii imeanzishwa, chifu aliyoko mzembe ni huyu. Machifu wote waliopita, jambo lililokuwa likitokea tu jambo, lazima aitishe mkutano kwa ajili ya kuambia watu. Lakini chifu huyu amekuwa na mzizima mkubwa sana. Sawa kaka. Mzizima ni hatari. Mzizima ni ukimya. Himaya ya Ngadu inapitia mzizima. Mdogo wangu, unajua mzizima unaoendelea katika maisha yetu unasababisha hata chifu anachelewa kupona. Dada, kwa nini unasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu najua kinachoendelea. Ni kitu gani hiko kinachoendelea? Chifu ni anaumwa sana. Yaani mpaka sasa hatujui atapona lini. Na vipi kuhusu mtaalamu? Taarifa hizo je anazo? Ndiyo anazo. Nilikutana naye mimi nikamwambia, kwa hiyo anajua kuhusu hicho ninachokuambia hapa. Basi sawa dada, nitakuwa makini kama hivyo ulivyoniambia. Sawa mdogo wangu, kuwa makini. Himaya ya Ngadu. Usiwe. Karibu mtaalamu. Asante. Ndio. Kuna jambo moja ambalo limenileta hapa. Ndio mtaalamu. Inabidi tuende tukalisolve. Ile hazina Ndio. inabidi tuichukue. Tuende tukamtibu chifu. Muda wa kumtibu chifu ndo huu hapa. Ndio. Tuchukue hiyo hazina tuende tukamtibu. Kwa sababu gani? Wachawi wanaanza kuiwinda hiyo hazina.
kuichukua hawawezi, ila tunaweza tukazubaa tu kidogo, wakaja kuiiba. Wakishaiiba, chifu hataweza kupona tena. Kweli. Sasa inabidi leo tuchukue hiyo hazina twende tukamtibu chifu. Ndio kitu ambacho kimenileta hapa kwako Magembe. Ndio mtaalamu. Sasa mimi nadhani tuende tukafanye huo utekelezaji. Sawa. Sawa, twende. Ndugu yangu Marino. Swala hili la hazina limekuwa ni changamoto kubwa sana kati yetu, hususa kwenye chama chetu. Maana hazina ndio itapelekea nguvu kubwa kupatikana kwenye chama chetu. Na mpaka sasa bado hatujui tunaipataje hiyo hazina. Toka nilipowapa ile taarifa, hatufahamu hazina itakuwa ipo kwa nani. Sasa mkuu, ni kweli hazina ni nguvu kwenye chama chetu. Sasa mpaka sasa hatujajua njia ya kuipata hiyo hazina. Je, una plani gani labda kuipata hiyo hazina kwa njia nyingine? Kitu ambacho nakifikiria kwa sasa, inabidi tufanye upelelezi mkubwa sana kwa chifu, ili tuweze kujua hazina hiyo ipo kwa chifu au hiyo hazina itakuwa wapi. Naona hapo tunaweza kufahamu. Achi. Karibu mjumbe. Asante. Karibu uketi hapo. Asante. Bila shaka umefika muda mzuri sana.